One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people crowding around him, listening to the word of God, he saw at the water edge 2 boats left there by fishermen who were washing their nets. Got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put it out a little more on the shore. And he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into the deep water and down the net for a catch." Simon answered, "Master, we have worked hard all night and have caught anything. But because you say so, I will let down the net." When they had done so, they caught a large number of fish. Their net began to break. So they signaled their partners, the other boat to come, help them. They came and filled boats full of food that they began to sink. But I pray that it will be done in Jesus' name, amen. Mama tusome kwa lugha ya Kiswahili. Sema. Luka Mtakatifu 5 kuanzia mstari wa kwanza. Ndio. Ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu. Yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema, hebu sima hiyo kipo. Sime pio inasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Yesu akawa amesimama kando ya mto Genesareti na akawa anaongea na watu, lakini kulikuwa na vyombo viwili ambavyo havikuwa na wenyewe. Yaani alikuwa mashua yale madogo, small boats. Wenye hivyo vyombo hawakuwa ndani. Biblia inasema akawaona wanaosha nyavu zao. Walikuwa wanaosha neti. Lakini akaendelea na kuongea na watu, akawapa habari njema. Anahubiri neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hivi vyombo, wenye hizi vyombo walikuwa usiku kucha samaki wasipate kitu, wakaziacha vyombo zenyewe wakaenda. Bwana Yesu asifiwe. Mmewahi kujua kwa nini katika maisha ya watu nyakati zingine wao wafanikiwi sana? Kwa sababu Yesu hayuko ndani kutimiza neno la Mungu katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Biblia inasema vyombo, wenye vyombo hawakuwa ndani, walikuwa wameviacha. Kwa nini walikuwa wameacha? Maana havifai, havikuwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kibuyu inaitwaje kibuyu? Kibuyu. Sio kibuyu. Ninyi mnakaka uji kwa kibuyu? Mnaitaje uji ya kibuyu? Kenya. Anasema aje babu? Kenya. Huku Wakamba wanasemanga usivunje kibuyu ukikosa Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Usivunje kwa sababu haina kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini inakosa kitu? Kwa sababu maisha ya mtu yakikosa Mungu ndani, yakikosa neno la Mungu, yanakuanga hayana kitu. They are empty. Bwana Yesu asifiwe. They are empty. Yaani pesa ya mtu ikikosa Yesu ndani, nguvu za mtu zikikosa Yesu ndani, nafasi na maisha ya mtu yakikosa Yesu ndani, yanakuwa yako bure kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yanakuwa hayana. Bwana Yesu asifiwe. Wengine baada ikisha uwe zile vitu ziko hizi mambo, unaziona zimekuwa nyingi na utakuta leo ni bombo hizi. Sitaki kuona zikiruka hapa nikikiri. Bwana asifiwe. Sasa tukirudi kwenye neno la Mungu, ni kwamba yani maisha ya mtu yakikosa Yesu ndani, ama kile kitu ambacho umepewa kikikosa ndani Kristo, ndio Yesu anasema chumvi ikikosa ladha haifai, inatupwa na kukanyagwa na nani? Na watu. Bwana Yesu asifiwe.
kwenye mtini, akapata mtini hauna mitini, haujazaa. Biblia inasema akaulaani na akasema mtu yeyote usimpae, mtu yeyote asipate kitu kwake. Yaani zile mali ambazo tumepewa na Mungu, tumepewa za kufanya kazi ya Mungu, maisha yetu yawe na ladha, maisha yetu yawe ya baraka, maisha yetu yawe ya amani. Unajua wakati unapotoa pesa yako katika kazi ya Mungu zinauma. Yaani unasikia elfu yangu moja imeenda, elfu zangu 5 zimeenda. Yaani unaumwa, mwili unaumwa, lakini roho ndani yako anafurahi, maana zinaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Maana zinafanya nini? Zinaongezeka. Yaani kuna kutoa ndiko kuongezeka. Biblia inasema Yesu akaongea na akina Simoni, akawaambia basi niingie katika mashua moja, alafu msukume twende kule ndani. Maana wakati mwingine miujiza haipatikane hapa kando kando, mpaka kule ndani. Pia mwenzangu mpaka tuingie kule ndani. Wale wa mama mlikuwa maombi jana, Mungu awabariki sana. Pata nguvu mpya. Hata wale watu tulifanya kazi ya kutengeneza huku, Mungu awabariki sana. Na wale ambao kupata nafasi pia tutaongezea siku nyingine moja. Wednesday tutakuwa pande ile, nimalizia pande hii. Pia tutaomba na Mungu awabariki sana. Maana tutaki kuacha watu nje, mpaka sisi wote tutabarikiwa pamoja. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Kwa Biblia inasema Yesu akamwambia Simoni, nataka niingie moja. Hebu soma mama. Tuendelee na hapo kuisha, nataka nikimbize nimalize. Sasa inasema akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani, akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata leo Yesu anahitaji chombo cha Mungu. Ambia mwenzako ruhusu Yesu akitumie chombo chako. Simwambie mwenzako ruhusu Yesu akitumie chombo chako. Na ukisukume ndani, mwambie ukisukume ndani. Haleluya. Hii kisukume kule ndani kwenye shida, kule deep sea, unaitwa deep sea. Wakati mmoja nilikuwa Mombasa, na hivi nimepanda feri. Bwana Yesu asifiwe. Sisi nilikuwa nimeangalia wapi, sijui ni mapepo ya Likoni, sijui ni majini ya Mombasa. Nikakanyaga mguu, nikapita nikaingia mguu kwa bahari. Mguu mmoja ukaingia kwa bahari. Niko kwenye feri pale Likoni. Mguu mmoja ukaingia kwa bahari mpaka. Sijui nani alinishika. Nilisikia Mungu amenishika mkono, ameninyanyua, nimeingizwa ndani kwa feri. Mpaka leo sijajua ni nani alinishika, lakini mguu ulikuwa ndani ya bahari. Na unajua ukiingia hapo kwa feri Likoni, ukiingia hapo mahali ambapo unaona feri inapita kunaitwa deep sea. Yaani usifikiri hapo ni shallow haiye. Hapo ni deep sea. Wanasema pale Likoni ni 613 meters.